Naitwa Amiri Ali Abedi, ni mchezaji wa Azam FC. Mimi Amiri nimezaliwa Tanga Bombo pale hospitali, na nimeishi mtaa mmoja unaitwa Kanjeka, ndio nilipoishi. Na nimefanikiwa kusoma msingi darajani, nimemaliza mpaka la 7, Mungu kanijalia. Ila sikufanikiwa nikaingia sekondari Masechu, ila sikufanikiwa kumaliza, nilishia form 2. Jinsi ilivyo tu mambo nyumbani, na nimeishi sana na bibi yangu, ndo nimeishi naye sana, japokuwa mama anakuja anafanya kazi, maana nyumbani pale kwa bibi nje kuna mgawa mama anakuja kufanya kazi kila siku, lazima aje saa 6 naondoka. Ila mimi nimeishi sana na bibi na makazi yangu tangia mdogo mpaka sasa hivi nilipofikia huku, nimetoka kwa bibi, nimeishi na bibi pale. Na kuhusu mambo ya shuleni, mambo ya kucheza mpira, kuna kila ikifika saa 4 ile muda wa mapumziko, tunachukua mpira wetu wa karatasi, kuna kiwanja shuleni pale, tunacheza mpaka saa 5, tunaingia darasani tunasoma. Tukitoka hapo nenda zangu nyumbani, nikifika nyumbani tena nikishamaliza kula kwenye karatasi. Nimeweza karatasi, na kumbuka tulikuwa sijui, ndo nikaja nikakutana na kocha Jerry. Kocha Jerry anikuta kwenye, maana ninapocheza mpira makaratasi na anafanya mazoezi ni hapa na hapa. Na siku ndo akaniona, akaniambia vipi fresh, ananiambia njoo pale uwanjani pa uje kucheza. Kaambia sawa, ila sikuenda, nikapuuzia, kaendelea kucheza karatasi. Kuna siku akaja kuniona mtaani na zura akaniita, wewe nimekwambia uje pale sijui nini. Akaniambia njoo nitakununulia hata viatu. Siku nyingine kesho yake ndo nikaamua niende sasa. Kufika hadi pale nikamsalimia, akaniingiza kwa wenzangu wadogo, kaa tunafanya mazoezi wote, tunafanya mazoezi, kaa ananifundisha, nifanyisha mazoezi. Kafika kipindi nikafanya mazoezi pale uwanja wa Natali Academy pale Nanga School. Kafanya mazoezi, Mungu akajalia JK Pro ikanihitaji, akaongea na kocha, ndo nikaenda JK. JK nilichukuliwa kutoka katika timu ya Natali Academy ya mtaani, nikafika pale JK. Nafanya mazoezi. Bahati nzuri kocha pia nilomkuta JK ni kocha huyu wa Natali, alikuwa pia pale JK. Kila nikienda nafanya mazoezi. Nimefanya mazoezi, ikafika kipindi kila nikifanya mazoezi ilitokea mechi kubwa, ananichukua, ananiambia leo utakuwepo kwenye mechi kubwa. Nikishacheza mechi kifika dakika 5, dakika ngapi, ananiingiza nacheza. Ananiambia hivyo mwanangu, kesho hivyo tunafanya mazoezi kwa wadogo, kana natolewa kidogo na peleka kwa wakubwa. Hivyo kafika kipindi ya kucheza mechi sijui na nani kubwa ile JK pale na under 20, mimi nikapewa nafasi nicheze. Nikacheza pale, nikacheza. Nilipomaliza pale kaambiwa safi sana, umecheza vizuri sana. Ndio bahati nzuri kocha akajaliwa, akaja Dar na JK, akafanikiwa kuja katika timu ya Azam. Kwenye timu ya Azam wakamhitaji, alipofika hapa akapewa under 15 akapewa. Mimi kana nafanya mazoezi kule, Jamali ambaye ndo mwenye team boss akaniambia sasa unapoelekea ngoja nikupeleke sehemu fulani ili ukaendeleze kipaji chako. Ndo akanitoa pale akanileta Azam Academy, ambao ilikuwa ni mwezi wa 10 2025 ndo nafika. Siku ya kwanza kufika pale Azam, maana sijaje kufika. Siku ya kwanza kufika ilikuwa hata geti sijui niingie na geti gani. Yaani nafika pale naona uwanja sijui niingie na mimi nilichokariri, nikaona pale maana ule uwanja wa Azam kuna geti la namba 1, namba 2 na namba 3. Sasa mimi ngalifuata ile la katikati kabisa, ile ambayo imeandikwa Azam Complex. Kwa hivyo ngazuiliwa hapa waingie watu. Sasa nimekaa kana shangaa kumwona jamaa mmoja
ana jezi Azam kava kibegi, nikaona huyu itakuwa afanya mazoezi. Ilikaa namfuata, akapitia kule kuna gate namba 3. Kila anapoenda namfuata. Kafika sehemu nikaingia, nikafanikiwa kuingia mpaka ndani. Kufika ndani ikawa nimekaa sasa kwenye mabenchi naangalia uwanja. Sijui watu wafanya mazoezi wapi, sijui naanzia wapi. Kana angalia pale. Naangalia. Mwisho siku akaja kuna jamaa alikuja pale aitwa nani? Alikuja pale under 15 pia. Kuja pale nikamuuliza, "Vipi fresh watu wafanya mazoezi?" Akaniambia, "Nyuma." Uwanja wenyewe si ujui ulipo. Akaniambia, "Twende." Tukatoka pale mdogo mpaka kule. Kufika kule ngakuta kule wenzangu wamekaa. Mimi nikajiunga japokuwa ni mgeni. Kama nimekaa peke yangu nikavaa, kamaliza pale kocha akatuita. Kafanya mazoezi na maliza tukufanya mazoezi ni ndio ambao tukanywa maji. Nakutana na manager Benadi. Ananiambia, "Vipi? Fresh, safi." Ndio na hisi taarifa ilikuwa bado haijatoka, maana nilikuja ghafla tuliambiwa, "Haya nifanya haraka uende." Anambia, "Umetoka wapi?" Sasa na dua sielewi mjibu nini kwa ule uoga. Ananiambia, "Nitakufukuza hapa." Niambia, "Umetoka wapi?" Kaambia, "Hamna, sijui nini." Kaa kujitetea hivi. Akaja kuna jamaa mmoja alikuja hapa akaniambia, "Mwache bwana mtoto. Ingia zako uwanjani." Kwa zangu uwanjani nikacheza. Baadaye ndo nikaja tukapewa vifaa pale. Kumbuka kuna game ya kwanza tumecheza. Ile game tulitoka 2-1. Nilifanikiwa kufunga goli moja Nzizo nacheza winga na striker. Kwenye kucheza ile game mpaka inaisha kuna watu wakasema, "Huyu mkubwa huyu. Hawezi kuwa under 15 huyu mkubwa huyu. Kucheza yake mkubwa." Ila mimi sikujali kwa sababu maisha niliyopitia, maana kocha Jerry alikuwa ananichukua sana kunipeleka kwa wakubwa mara nyingi ili nipate ukomavu na nijue vitu vingi. Kwa vile kwa anaponipeleka sio nikacheze mechi za kubwa, sio mazoezi, sio nini. Maana kuna kipindi kule Natali ilikuwa kila tukifanya mazoezi tukimaliza kwenye kupanga tunapangwa wadogo afu tunapangwa wakubwa, afu kocha anaambia wale wakubwa, "Hawa watoto wachezeni mpira, wasiguse mpira, na kama unaweza kuwafunga 100 wafungeni 100. Watafute mpira kwa kila saa, kila mara, na sehemu kuafika wafikeni. Kuna kitu natafuta." Kwa nakumbuka game ya kwanza tulipocheza nao tulifungwa goli 15 kwa bila. Goli 15 tumefungwa. Tulifungwa goli 15. Tulipomaliza hapo akasema, hamna shida wanangu, mfanya vizuri. Tafuta nyingine tuna mchezo." Kila wiki mara 3 lazima tucheze nao. Tumecheza game nyingine wakatupiga tena 14. Kila tunapocheza nao magoli yanashuka sasa. Mdogo magoli yanashuka. Siku tukaja kucheza nao siku moja, tukaja kushinda, wakatufunga goli 7, tukapata goli 1. Tulishangilia sana. Mwalimu akasema, "Vizuri sana, ndio kitu tunachotaka, endeleeni hivyo." Kila siku kucheza nao, siku nyingine wanatupiga 5, tunabisha. Kuna mechi moja tulicheza nao, tulibisha tukatoka 2-1. Yaani wewe tulicheza juu yetu, yani kila mtu alikimbia, alikaba, tulifanya hivi, tukaja kutoka 2-1. Yesu tulifurahi sana yani. Kusema ukweli tulifurahi. Kwa hiyo nilipokuja hapa pia Azam nilipoambiwa kubwa la sikwaza, akasema jambo la kawaida kwa sababu jinsi nilivyocheza, jinsi ninavyocheza kule na kwa maelekezo na kufundishwa. Ndio baadaye tukaja kucheza mechi na under 17 Azam. Kwa mechi na under 17 kaja kupata kucheza mechi na under 17 na mechi na under 17 zinacheza striker. Kwenye kucheza mechi na under 17 kucheza under 17 ile mechi tulivyomaliza akatokea kunielewa akasema, "Una kitu utakuwa uje kufanya mazoezi na under 17." Nilikuwepo mimi na mwenzangu, tulienda mimi hapa, mwenzangu mwingine aitwa Saidi na Aruni na Freddy. Kwanza tulienda 4. Mimi hapa Saidi, Aruni na Rashidi ambaye ni beki stop. Tulipotoka pale tukaenda kama tunafanya mazoezi nao under 17, nafanya mazoezi hivyo. Yule mmoja Aruni ikawa mambo yake ya shule akufanikiwa, kila siku anachelewa kuja mazoezi, saa nyingine aje
Kwa hiyo akapatafutwa, ilikuwa pale under 15 kuna mtu aitwa Fred alicheza fullback namba 3. Akachukuliwa naye akaja under 17, leo tunafanya mazoezi wote hivyo ikaja swala sijui kuna ligi under 17, kocha akasema nataka niwatumie, kwa hiyo itakuwa mwende kwenye vipimo. Tukaenda kwenye vipimo, tukabahatika tukapita kwenye vipimo. Kupita kwenye vipimo ikawa tunafanya sama mazoezi na under 17. Akicheza mechi napewa dakika 5, dakika 15 cheze. Akitoka hapo naambia vizuri sana kijana wangu, mcheza vizuri. Hamna shida, hivyo endelea kupush. Kila mazoezi kimaliza ananiambia vizuri. Unaambia ananitolea mfano, ananiambia chezeni kama Amir, kwani kama Amir anapambana. Hivi ndio mchezaji itakuwa awe. Kanaendelea hivyo. Kana natamani kufanya bora kuliko nilichofanya jana. Nini niendelee kufanya bora kila muda na kila wakati. Siku ya kwanza ambayo nina kufanya mazoezi na timu kubwa, ninavyokumbuka nilikuwa nimeenda mazoezini na wenzangu. Nilipotoka mazoezini, nimerudi, tumekaa, nimetulia. Akaja kocha Liogope. Akaniambia, Amiri, jiandae kufanya mazoezi na wakubwa. Yaani sikuamini kwanza. Akaniambia jiandae kufanya mazoezi na wakubwa. Tena sasa hivi kanywe chai uende. Kaenda kanywa chai nikabadilisha. Tulikuwa kama watatu. Kama wawili mimi na mwenzangu. Tukaenda mimi na mwenzangu Yusufu. Tukaenda pale siku ya kwanza, tukasalimia, tukafika sasa ikawa tumekaa. Siku ya kwanza kabisa kufika, yani kwa na pressure, sijui naanza wapi, sijui namaliza wapi. Kwa hiyo tumefika tumekaa. Kaja kwa wakati tukaitwa pale. Sasa kwenye wakati kuongea akaongea, tukaambiwa tujitambulishe. Sema kweli ile siku nilikuwa na pressure, nilikuwa naogopa sijui nifanyeje yani. Kwenye kujitambulisha nikajikwaa hivyo. Japokuwa ndo siku ya kwanza nikasema akajitambulisha na mwenzangu akajitambulisha. Tukaingia mazoezini. Nakumbuka siku naingia mazoezini ilikuwa ni wapo wachache, wengine kwa hapo. Kwa hiyo kwenye kufanya mazoezi sana nipo na Chilambo kachoongea kocha. Chilambo ananielekeza, fanya hivi mdogo wangu, fanya hivi. Mwanzo mwisho niko na Chilambo mpaka tunamaliza mazoezi tunaondoka pale. Kitu ambacho ameniambia kocha Ibenge, aliniambia kama unaweza kufanya kitu na wala usiogope. Nimekuleta huko sababu naona unaweza chochote. Unaweza kufanya kitu chochote na unaonekana kabisa una uwezo wa kufanya, basi fanya, usimuogope yoyote wala usiogope. Wakati nasoma shule nilikuwa tangia darasa la kwanza ninavyosoma mazoezi naenda. Kipengele ilipofika darasa la 7. Darasa la 7 ilifika sasa ikawa kutoka shule saa 1 usiku. Kutoka shule saa 1 hapo nafikiria mazoezi, na kutoka shule saa 1 ikawa kila anafanya hivyo. Mwalimu kamwomba mwalimu ruhusa, mwalimu akagoma, hamna. Maana kwani wakati wa ndo naelekea wakati wa mtihani. Sasa ikawa mimi nilichofanya sasa ikawa kile ikifika saa 8 kengele kigongwa, mimi natoroka naenda zangu mazoezini. Hapo ratiba ilikuwa bado wazazi, yani ratiba tumepaswa wanafunzi tupeleke wazazi, ila mimi sikumwambia mzazi kama tunatoka saa 1. Kwa kila kitoroka nikienda, mmoja akatoka hajui kama ametoroka. Kocha naye ajua atoka shule. Sasa kile ninavyoenda sasa nikija kesho akinapigwa ile bado sielewi. Ndio siku mwalimu akaamua mpige mzazi, akamwambia aje kwenye kikao. Ndio akaja mzazi kwenye kikao, ndio akapata hizo taarifa. Kama mwanao anatoroka kutoka shule saa 1. Kufika hiyo nikafika nyumbani nikaambiwa, ikawa sasa kuelewa. Nilipoona ndo akapelekewa taarifa mwalimu, bwana mtoto anatoroka na wakati wa mtihani. Mwalimu akanipiga stop nisifike mazoezini. Kaniambia mpaka malize mtihani ndo nikuone, sikuone mazoezini. Na nikikuona na kufukuza. Kaona sasa sina budi sasa. Sasa mimi naenda zangu shule natoka saa 1. Mazoezi napata mazoezi Jumamosi na Jumapili. Mwalimu anasema hata ukija Jumapili tupo hapa hamna shida. Mimi sinajua na dharura. Mimi nitajua nifukije nifanye kitu gani ili uzidi kuendelea usishuke. Kwa hiyo kando hivyo. Jumapili na Jumamosi ndio ninafanya mazoezi. Nimefika Mungu akajalia nikafanya mtihani. Siku namaliza mtihani tu. Maana tumaliza mtihani ilikuwa ni mchana. Nilipomaliza mtihani tu sitaka kusubiri chochote. Nikakusanya vitu vyangu. Shaba nyumbani. Kafika nyumbani.
Kishamaliza nikatupa vitu vyangu kaenda mazoezini. Pale kocha ananiambia vipi? Nikamwambia shamaliza mitihani. Ananiambia sasa ilikuwa shida nini sasa? Si ungetulia tungemaliza class. Sasa umeshamaliza afu ndio hivi mpira si upo. Imeenda tumefanya nini form 1 ile mpaka imefika form 2. Sasa form 2 ile ikawa tabu. Ikawa kutoka saa 11:30. Sasa ndio ikawa tatizo sasa. Kutoka saa 11:30 mazina yanafuataje? Kaenda kafika bwana, ngamwambia mwalimu akasema utajua wewe shule uende kama hata ukijabu kufanya mazoezi. Maana kwa pia kuna kiongozi wetu wa Baziri ananiambia wewe ukitoka shule kama unarudi saa ngapi wewe njoo, hata kama kuna dakika 5 ukija hapo utajua sisi tufanyaje. Dakika kila nikitoka shule saa 11:30 mpaka nikifika nyumbani nishachukua kama saa 12 dakika 10 dakika 15. Kwa hiyo nikifika siulizi heri, nishasalimia kishavua nguo na tupa tu kokote, nabeba viatu mbio mazoezini. Kifa pale mazoezini pale nakuta zangu tayari washamaliza mazoezi hapo wanacheza sasa. Kwa pale ananiambia kidogo ufanye warm up mwalimu, kashajua huyu dharura ipo vipi, ni mambo ya shule. Kwa hiyo lazima nimfanyie kitu gani. Ananiambia fanya warm up, ananipa mazoezi yake binafsi pale. Baadaye ananiambia dakika kama 5 zikibaki ananiambia ingia hapo ucheze na wenzako kidogo. Kwa hiyo ndo maisha yangu ndo hayo. Kafika wakati sasa shule nayo kuna mizozo ikatokea shuleni. Ikaja kwenye mambo, kuna siku nakumbuka shuleni tuliambiwa tubaki shule. Sasa ilikuwa kuna mechi. Nikatoroka bwana. Kutoroka kesho yake narudi shule nikaambiwa nikapewa adhabu afu nikaambiwa nilete na matofali 50. Kwa sababu nika sababu kila nikifanya hivi wapi, kila nikifanya hivi wapi. Kila nikifanya mwalimu haelewi, mwalimu mkuu akakaa kidete, matofali yaletu kama vile asije tena. Sasa nyumbani yenyewe kando hivyo tofali 50, maana tofali moja kwa ni 1200. Sasa mpaka matofali 50. Afu kwa enzi hizo baba na mama shaachana, mimi naishi na bibi. Baba yupo kivyake, mama yuko mimi naishi na bibi tu. Sasa ikawa matatizo hapo kwenye hivi, mara siendi shule, mara hivyo. Mwisho wa siku nikaacha shule. Kasema kwa sababu nimeacha shule, mwalimu akanifokea sana, akaniambia naacha shule kisa nini? Si nini? Kama hivyo ungesema tukuchangie. Si tujue tufanyaje? Ila ndo kama hivyo kaona shule yenyewe pia. Na niwashukuru wengineo, ndugu zangu, marafiki zangu nilicheza nao. Nashukuru wengine na nimshukuru pia Jamali kwa kunifikisha hapa, kwa kunitoa sehemu moja kunipeleka sehemu nyingine, na ni jambo la heri. Nimshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa kufika hapa, na nimshukuru pia kocha Ibenge kwa kunileta hapa na kuniamini kuniweka katika timu yake.